umekuwa ndio mwisho wa taarifa zetu za leo. Sasa tumefikia ule muda wa kuongea naye kwa njia ya simu mheshimiwa mwenyekiti wa shirika la NAPAD na mwanasiasa kutoka Congo DRC ambaye anaishi Nairobi nchini Kenya. Jambo mheshimiwa. Jambo sana ndugu mtangazaji. Ndiyo. Nilikuwa na jambo fulani ambalo nilitaka tuzungumzie kuhusiana na masuala ambayo yanaendelea nchini Kenya kwa sasa. Sijui kama uko sehemu nzuri kwa sasa? Kwa sasa niko sehemu nzuri, tunaweza tukaongea kuhusu masuala hayo ambayo yanapitia katika unaweza kuambia msikilizaji unaitwa nani na unaongea nasi ukiwa maeneo gani? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kupata fursa hii ya kuongea na wananchi. Mimi naitwa Dr. Miala Mtangania, mgombea wa kiti cha urais katika nchi ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka huu. Na naongea na nyinyi nikiwa katika Nairobi, Kenya, ambapo kuna makazi yangu ya siku nyingi nikiwa hapa Nairobi. Huenda wasikilizaji wangetaka kujua kwamba kulingana na hali za kisiasa zinazovuma nchini humo, ni wiki mbili sasa tangu chama cha upinzani cha Azimio la Umoja nchini Kenya kutangaza maandamano ya nchi nzima. Wewe kama mwanasiasa una maoni gani kuhusu swala hilo? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kuhusu kwanza haya maneno ambayo yanatangazwa na upinzani wa Azimio hapa Kenya, ni haki yao kwanza. Ndiyo. Na kulingana na hilo ambalo umetaja mheshimiwa, unafikiri kwamba kwa sababu kulingana na sheria na hata kulingana na serikali yenyewe imesema kwamba haijatoa idhini ya kufanya maandamano hayo, unafikiri kwamba haitaleta shida kwa wananchi watakaojitokeza kuandamana? Na jinsi tunavyojua ushawishi wa Bwana Raila Amolo Odinga, hivyo anavyosema ya kwamba kesho ataenda, na kweli ataenda, kwa sababu Bwana Raila Amolo Odinga ana ushawishi mkubwa zaidi sana. Na natumai ya kwamba wewe upo katika nchi ya kigeni, na vile wakongomani wengi wapo katika nchi nyingi barani Afrika na hata vile Ulaya. Una ujumbe gani kwao, hasa wale ambao wanapatikana hapa Kenya? Nashukuru sana, na hiyo ndio ilikuwa furaha yangu kutaka kuongea na wananchi wa Kongo kwa jumla, kwa sababu katika Afrika kuna nchi takribani 4 zinaandaa maandamano siku ya kesho. Nchi ya kwanza ni nchi ya Kenya, nchi ya pili ni nchi ya South Africa, nchi ya tatu ni nchi ya Tunisia, na nchi ya 4 ni ya Nigeria. Zote zinaandaa siku ya tariki 20 ya mwezi wa 5. Na hii tariki itawekwa kwenye kalenda kwa sababu upinzani katika nchi 4 umesimama kutetea tu kitu kimoja tu, hali ya maisha ya wananchi. Ndio. Natoa kwanza message yangu ama ujumbe wangu katika ubalozi wetu, ambasada yetu ya Kongo ambayo kwa hapa Kenya. Ndio. Bwana John atume barua ama atume communique kwa wananchi wa Kongo wote, kesho wasiende kwenye kazi zao kwa sababu ya maandamano hayo. Wasifanye kazi, na ubalozi wetu wa Kongo usifungue milango yake kesho, kwa sababu tunapaswa tulinde wananchi wetu mahali popote waliopo. Na vivyo hivyo kama vile kiongozi au notable, ninawaomba wananchi wote ambao wanaishi katika nchi ya Kenya, uwe mkimbizi ambao katika kambi ya wakimbizi ama uko katika miji mikuu ya Kenya, na uwe immigrant ambao unaishi kwa passport Kenya, tafadhali na waomba msingilie mambo ya siasa ya Kenya, wachana wao wamalizane kesho. Ndio. Hivyo natuma hii message kwa ndugu zetu ambao katika South Africa. Wanajua Bwana Julius Malema ni mpinzani mwenye kuna nguvu na ushawishi mkubwa katika South Africa, na ameandaa mapinduzi ya kesho. Na unajua huyo ni mwenye alifanya mapinduzi mpaka Jacob Zuma aliyekuwa rais wa South Africa akatoka kwenye madaraka. Ndio. Leo tena ametangaza kesho Bwana Ramaphosa atoke kwenye madaraka, na ni kiongozi mwenye akiongea wananchi wote wa Afrika ya Kusini wanasimama na kumsikia. Ndio. Kumbe ninahitaji ndugu zangu Wakongomani ambao katika South Africa
walio wakimbizi na wale wa immigrant kesho wakae nyumbani, wasije kuhatarisha maisha yao. Wanajua kisa xenophobia inapitika South Africa. Na kwa kupitia hiyo maandamano ya kesho, wananchi wote wanaweza wakapoteza maisha, na hatutaki wananchi. Na vivyo hivyo embassy yetu ya South Africa ifunge milango yake kesho, ili watu wetu wasitembee kesho, na watoe tangazo. Ndio. Bila kusahau Tunisia, huyu mpinzani aliyotenezea, huyu mwanamke aliyotenezea iko na ushawishi mkubwa zaidi sana. Na naomba wakongomani wote waliotenezea wasitoke nje, na embassy yetu ifunge milango, itume habari kwa wananchi wasitoke nyumbani. Vivyo hivyo Nigeria. Unajua Nigeria kulikuwa uchaguzi siku za usoni. Ndio. Kulikuwa upinzani mkubwa kati ya bwana Tinubu ambao aliwekwa na Buhari ambao ni rais wa sasa, na bwana Peter Obi ambao alikuwa ni mpinzani wake. Ndio. Sasa hapo unawekwa maandamano makubwa ya kukataa ushindi wa Tinubu. Sasa ningewaomba ndugu zangu walio Nigeria wasitoke nje, waende wakae nyumbani. Na embassy yetu ya Kongo iko Nigeria Lagos isifungue milango yake, na itume message kwa wananchi wakae nyumbani, waache hiyo maandamano ipite Nigeria. Kwa hiyo nimetoa alarme kwa wananchi wote wetu wa Kongomani wako katika hizi nchi ine. Ndio. Kwa hiyo na waomba tu focus katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana. Na huenda tu wasikilizaji huenda wangetaka kujua, kwa sababu umelenga sana nchi ya Kenya, ni nini ambacho unaweza kuambia wa Kenya, hasa ukilinganisha hali yao na ile iliyopo Kongo kwa sasa? Mimi ambacho nitashawishi ndugu zangu wa Kenya, hebu uangalie kwanza historia ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuanzia 1996, mwaka wa 1996 ambapo tulianza vita. Ndio. Mpaka siku ya sasa amani haipo katika Kongo. Watu wanauawa kama vile nyama. Je, Kenya ambayo ni nchi sisi wananchi wa Afrika tunategemea kwa kidemokrasia. Ndio. Unafikiria mkiwasha nchi yenu ya Kenya, je, mtakimbilia wapi? Cha pili ni wanani watakuwa walimu wa wengine katika masuala ya kidemokrasia. Ndio. Naomba na natuma wito wangu kwa uongozi ulioko madarakani wa bwana William Ruto, asijipige kwenye kifua ama weke kiburi. Hapana, akubali weke katika meza ya mazungumzo na kiongozi wa upinzani. Kuna wale watu wanapoteza biashara yao. Kulikuni biashara viharibike, kulikuni damu zimwangike. Kwa nini sasa bwana Ruto asikae chini kwenye meza ya mazungumzo aongee na bwana Raila Odinga ili Kenya isingie katika shida, kwa sababu Kenya ndio kitofu cha Afrika kwa kidemokrasia. Sikutaka kuingilia sana hayo masuala ya uchaguzi, lakini acha nimalizie kwa kukuuliza hivi, ndugu mheshimiwa, unaweza kusema nini kwa wakongomani waishio nchi za kigeni, hasa linapokuja lile swala la kudumisha amani katika nchi hizo? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama jinsi sisi tunasimama kutetea amani, ni kuambia wananchi wote wa Kongo wajue kwamba Kongo yetu inatungoja kwa kutafuta suluhisho ya matatizo tukunayo. Na suluhisho ya matatizo tukunayo ni kutafuta amani. Na amani itapatikana namna gani? Kwa sababu hapa juu kuna mambo mengi. Serikali iliyoko madarakani inashindwa kuleta suluhu. Kitu ambacho nitakwambia ndugu mtangazaji, amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko ndani ya mikono yetu sisi. Ndio. Tukitaka lete amani ni kuchagua uongozi bora. Uongozi bora, hapana bora uongozi. Uongozi bora ule unaujua ni yapi yanaendelea na ni yapi ya kutetea na ni yapi ya kusuluhisha katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu ninaomba kwa vile hiki kikundi ambacho kinasapotiwa na nchi jirani ya Rwanda cha M23 na ndani kwa Kongomani, wajue kwamba huyu Paul Kagame anawadanganya. Yeye anajenga kwake Rwanda na Rwanda inazidi kufaidika, lakini Kongo sisi ndio tunalia. Hao watu ambao wanakufa mara kwa mara wangekuwa mawaziri kesho, wangekuwa marais kesho, na wangelipa ushuru ambao ingeleta development kwetu.
lakini vita kwetu ni furaha kwa Rwanda kwa sababu yeye anafanya biashara. Ndio niwaambia hadi ndugu zetu wa M23 wasikubali kuwekwa mfuko na Paul Kagame. Anawafanyia ni biashara, hakuna kitu kingine ambacho anatafuta kwao, ni biashara tu. Kwa hiyo nchi yetu wa Kongo tukae sote kwa pamoja, tuone ni kipi ambacho tunazokifanya ili tupate suluhisho ya matatizo tuko nayo katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana ndugu mheshimiwa Daktari Mialano Tangania. Je, kuna jambo lingine ambalo unaweza ukachangia katika mjadala huu? Kuna jambo ambacho nitakwenda kuambia wananchi wa Kongo ambao wale hawajakwenda kujiorodhesha wajiorodheshe. Cha pili ni sisi tufanye msukumo kwa Tshisekedi atuletee amani katika Kongo. Akishindwa basi Tshisekedi haende nyumbani, tutafute wale viongozi ambao wanafaa kwa kuleta amani katika nchi ya Kongo. Hiyo ni jambo moja ambalo nataka kuambia wananchi wa Kongo. Wale wakongomani ambao wa ndugu zetu wa Kenya, ndugu zetu wa South Africa, ndugu zetu wa Nigeria, ndugu zetu wa Tunisia, wajue kwamba ni rahisi sana kuchoma nyumba itachomeka, lakini vigumu sana kujenga hiyo nyumba ambayo umechoma. Wajue nchi ni ya maana kuliko faida za watu fulani. Ndio. Hivyo naambia ndugu zangu wa Kenya, na vile vile natoa message yangu kwa William Ruto ambaye ni rais wa Kenya hii, ajue ya kwamba mamlaka anayo kwa sasa ni wananchi walimpea, lakini atumie mamlaka hayo kwa kutafuta diplomasia. Diplomasia ni kusema akubali kunyenyekea na azungumuze na huyo kiongozi wa upinzani, wakae chini watafute suluhisho ya haya matatizo wako nayo. Lakini kama akiweka kifua na upinzani akiweka kifua, ndugu zangu, mkichoma Kenya hii sasa tutaenda, wananchi wataenda wapi? Wakimbizi kama sisi wananchi wa Kongo tunawekeza sana wakimbizi hapa Kenya. Kwenye kambi ya Dadaab, kwenye kambi ya Kakuma na katika nchi ya Nairobi, Eldoret tunawekeza sana. Je, watu wetu ambao ni wakimbizi watakaa katika maisha gani? Na hawa wakimbizi wanaleta faida katika nchi ya Kenya kwa sababu UNHCR inalipa tax kwa vichwa vya wakimbizi wote. Kwa hiyo tungeomba nchi ya Kenya, tafadhali bwana William Ruto na mwenzako bwana Raila Odinga, kaeni kwenye meza mazungumzo, ulete suluhisho ili Kenya ipate kuendelea. Wanajua ya kwamba Umoja wa Mataifa unainvest hapa, nchi zingine wanainvest hapa. Inabidi sasa watafute suluhisho ili Kenya iwe Kenya. Wasikubali kushawishiwa na wazungu. Mzungu yuko hapo atakushawishi wewe ukuwe na roho ngumu, atauza jumba yako uwe ndugu yako. Lakini mwenye ataomba ni nani? Ni wewe, mtu mweusi, asiye mzungu. Yeye atafaidika kwa vita vyako. Hiyo ni kitu ambacho nataka niwaonyeshe ndugu zangu wa Kenya, wa Nigeria, wa Tunisia, hata wa South Africa, kwa kutaka kumalizia. Asante sana. Asante sana ndugu daktari, tumeshukuru sana kuwa na wewe siku ya leo. Na mimi nashukuru sana ndugu mtangazaji. Huyo alikuwa mwanasiasa Daktari Mialano Tangania, ambaye ni mwanasiasa kutoka nchi ya Kongo DRC, ambaye ametoa hoja zake kuhusiana na maandamano ambayo yatapatikana katika nchi hizo 4 za Afrika. Hii ni Mbembe TV na jina langu ni Barwan Mbaruku nikikutangazia kutoka jiji kuu la Nairobi. Alamsika.